Asante. Kwema? Kwema za siku. Tunamshukuru Mungu. Za utokako? Huko ni kwema kabisa. Shaka na hofu hapa kwenu, hapa nyumbani si unajua tena. Hapa safi. Naam. Karibu. Sasa mimi bwana kichonileta hapa ni jambo moja tu. Mimi kuja hapa kumuulizia rafiki yako, shoga yako. Unaongelea Eliza? Maana mimi Eliza najua namba zake unazo. Namba zake ninazo. Lakini akipiga simu hapatikani. Kila akijaribu kupiga simu hapatikani. Sasa akili haraka haraka kwa mimi nimefika ndo kwanza nimefika hapa akasema ngoja nije kwako kwa sababu rafiki yako. Wewe utakuwa labda unajua au yuko hapa mmeonana, ujaribu kunisaidia. Bana mimi nahisi kama unanidanganya. Mimi Eliza mbona nimetoka kuongea naye jamani? Kweli? Kweli? Lini? Leo hii. Leo hii tena sio leo yani. Masaa kadhaa tu yaliyopita mimi Eliza nimeongea naye. Sasa unavyoniambia kwamba hapatikani na kwa sikuamini. Basi mimi kile nikipiga simu zake hazipatikani. Kile kijaribu kumpigia hapatikani. Nikasema ngoja nije hapa. Sasa cha kunisaidia hapo kama utojali. Hebu jaribu kumtafuta basi sasa kwenye simu yako. Simu yangu mimi ipo chaji. Tena bora tenge kwa ndani, ipo huko chini. Kwa isha kwa mtihani kisanga naye mwana. Yaani hapo cha kufanya. Mtafute, endelea kumjaribisha na kujamsha, itakuwa mimi nahisi itakuwa mtandao tu. Basi sawa, mimi acha nijaribu kuendelea kumtafuta kwa sababu inawezekana masuala ya mtandao au simu yake mzima chaji. Anyway mimi nitampata. Wewe endelea kumtafuta. Kumpata utampata. Maana kama nimetoka kuongea naye sio muda, utampata tu. Sasa mimi sio mkali. Mimi naomba nikuache. Ukijali tupige story. Mimi sky. Mimi nimepita. Ni muda kweli lakini sijajua tutaonana tu ndo kwanza nimefika. Kweli kapunzike. Haya karibu. Asante. Shemeji, habari yako bwana? Nzuri. Kwema lakini? Wewe sijui wewe. Salama wewe. Napiga simu zangu bwana, piga simu upokei, piga simu bwana upokei. Nafikiria bwana shemeji vipi? Bwana piga simu upokei. Kuna shida gani? Bwana nipo wasiwasi. Lakini nikasema kwa sababu unapajua pale kwake. Hebu ngoja niende. Kwa nini bwana shemeji upokei simu? Kuna tatizo lolote? Bwana nipo wasiwasi. Bwana shemeji, yaani nimeamini kwamba wewe hata mtaani wakubali. Lakini jambo la pili ambalo linaenda kunishangaza sana, familia wamekubali zaidi. Wewe. Lakini pia imefika mpaka kwa familia yangu. Hawajataka hata mambo mengi. Sasa sikia. Kilichonishangaza sana kwamba wanataka wakupe mke ambaye amenioa. Anaweza kufanya kila kitu. Sio mke anaambia lete maji na kuangalia mara mbili kama ile unataka kupe mke ambaye sikia lakini nimeshangaa wakabidi wakuongezewa kupenda zawadi nyingine. Zawadi gani hiyo mashine? Sikia sasa. Baada ya mambo yote kwamba kwanza unajua kwamba mdogo wangu wazazi wetu wamekufa, wameniachia mdogo wangu kwa bado mdogo sana. Nimemlea mimi. Kama mimi kaka nikataka tu kumuozesha bila kujua kwamba kuna mwanamke anatakiwa kutengenezwa. Unajua kila kitu unachokiona kimetengenezwa. Huwezi kuwa mwanaume bora bila kutengenezwa, huwezi kuwa mwanamke bora bila kutengenezwa. Si unanielewa? Kwa hiyo shangazi yangu akaona kwa sababu amepatikana kijana wa kumuoa, ni lazima tumtengeneze. Sawa sawa. Na tunamtengeneza vipi?
Shangazi akaona haina haja ya kumwozesha mwanamke ambao ni msungu. Msungu? Ya. Msungu ni manake ni msungu. Wewe umeniacha kidogo hapo. Hapo. Kwa maana yule mwanamke aliyafundwa. Inatakiwa afundwe. Mwanamke, sifa mwanamke ni kufundwa. Kwa hiyo shangazi akasema ni lazima akae mwali afundwe ndani ya mwezi mmoja, ndipo wakuwezeshe wewe. Kwa maana yake unaondoka na package nzima. Yaani ukisikia jiko lina sefuria, lina lina sukari, lina mboga, lina ungali, na mchele, kila kitu. Hilo ndo maana ya jiko. Wacheweji. Wewe tena. Shangazi namjua. Shangazi ana mama. Shangazi yangu anaga mama. Yenu. Shemeji. Yaani kwanza hongera sana kwa kuchagua kuja kuoa kwangu, kuja kuoa. Hongera sana. Tena shukuru sana. Yaani ndio hiyo, sio kwamba nimeshindwa kupokea, ndio changamoto iliyotokea kwamba nilikuwa nimechoka na safari ya kurudi na nini ndio ikawa. Kwa jana mkeo mimi nimemchukua mimi jana. Sikutaka akae tena endelee nini nikampeleka moja kwa moja. Nimempeleka moja kwa moja. Kwa hiyo simu zako ulikuwa unapiga wewe, nilikuwa nimelala na nimechoka sana. Kwa bwana nikutoe wasiwasi. Mwanamke anatengenezwa. Jiko linaundwa, linaimarishwa. Yaani akija kwako akita ukikohoa tu kaitika. Ukisema si ashafanya kila kitu. Asante sana wachezaji. Kwa hiyo nichelewe kusema kwamba mke unaenda kumpata mke ambaye ni bora, tena mke ambaye atakaa kulinda familia atakaelea familia ambayo itakuwa imenyooka. Na sio bora mwanamke bora. Washaji ndio wanakuamini sana. Nakuamini sana. Kwa hiyo nakuamini sana washemeji mzee. Tena wewe nikosha leo. Sijui nikupe zawadi gani, sijui nikupe kitu gani yani. Nakushukuru kwa hilo. Mimi sihitaji zawadi. Mimi ninafanya kwa wajibu. Umeona huu mwezi mzima umekuwa umeenda, ninakuwa nahangaika kwa sababu ya jambo lako. Nataka naumiza kichwa ili mambo yako yaende sawa yanyoke. Mimi ukishaoa tu basi nakuwa na wewe na mkataba, mimi na wewe umeshafanyaje? Umeshaisha. Karibu. Pita. Karibu. Karibu. Naam. Tuko karibu. Basi. Ndani sipo. Shukuru. Habari za hapa? Tunamshukuru Mungu. Tunaendelea vizuri kabisa. Kabisa. Sijui wewe utokako. Mimi huko nitokako ni kwema kabisa. Shaka na hofu ni hapa tu nyumbani. Kwa kweli sisi tunamshukuru Mungu anatupigania kila utapo leo, sisi ni wazima kabisa. Kama ulivyoondoka ukatuacha, na ndivyo ulivyorudi unatukuta sisi tuko salama kabisa. Vipi naona kimya hapa? Simuone hata mdogo wako Eliza. Nilijua tu. Kiukweli wewe huwezi ukaja hapa bila kumuuliza Eliza. Ikapita hivyo. Sina wazo. Eliza yupo. Eliza yupo. Niseme utamuona. Sema leo kuna binti yupo hapo mtaji ndani anakaa hapo. Alikuja akamuomba kwamba msindikize sehemu. Afu wenu atarudi. Sina uhakika kama atarudi sasa hivi. Ila kwenye saa 11, 12 hivi anaweza kawa labda ndo wako njiani anarudi. Lakini yupo. Niko akipigia simu mara kwa mara hapatikani. Nikaona sio vyema kwa nimerudi. Nifika hata nyumbani kuja kumwangalia, lakini sivyo kwa bahati sijaweza kumkuta. Bahati swala la pili nasema si umempigia hapatikani na nini.
Ndio. Ndio. Nijaribu kupiga simu yake mara kadhaa, nikasipati. Ni kweli. Na ndio maana nikaamua kuja hapa nyumbani. Eliza bwana alibadilisha simu. Alibadilisha simu muda mrefu sana, muda kama mwaka hivi. Alibadilisha simu. Lakini hata alionayo sasa hivi simu yenyewe iko hapo mezani hapo, kaiacha haifanyi kazi. Maana hata ukimpigia unakuta sauti ya mtu. Wanakupigia usikia halo, utaita halo mpaka uchoke. Kwa hiyo kaona yani ni kujitesa, kabidi aende tu acha ndani. Ila yupo ana atarudi, utamuona. Lakini jambo lingine kwamba akishajua tu kwamba umerudi, Brighton umerudi, atafurahi. Ni lazima akutafute tu. Hata acha kukutafuta, lazima akutafute. Hawezi kuacha, lazima atakutafuta. Ni sawa. Basi sawa, mimi nashukuru kama ni mzima wa afya. Shaka yangu ilikuwa ni hilo tu, shaka nijiridhishe kama yupo nimuone, lakini kwa kuwa umesema yupo na mimi ndo nimerudi, panapo majaliwa watazidi kuonana. Ndio kwanza umefika, hata begi hujashusha. Kwamba Eliza asipokuwepo mimi siwezi kupika ugali tukala, au siwezi kupika chakula chochote kinacholiwa na watu tukala nini. Unaogopa? Hapana. Sina maana hiyo. Kuwa na amani kabisa. Relax, mimi hapa ni nyumbani. Hadi usisumbuke tu. Wewe kuwa na amani kabisa. Mimi nitaanza umeninyanyasa, umeninyanyapaa kwa sababu labda angekuepo Eliza angepika ndio ungekaa lakini mimi naweza nikapika vibichi. Anyway, niseme tu karibu sana hapa nyumbani. Tayari watu siku nyingine mimi nitatia baraka. Haya. Mimi sina neno, karibu. Asante sana. Nashukuru. Tu. Utamsalimia. Sijali. Mimi naondoka. Haya, karibu. Sasa mbona kama sielewi leo? Juzi nimekutana na rafiki yake, ananiambia Eliza yupo na anapatikana, lakini kila akipiga hapatikani. Leo nimeenda nyumbani kwao, Eliza sijamkuta. Kaka yake kaniambia Eliza katoka. Na mbaya zaidi, simu yake haipatikani. Mara kabadilisha laini, mara simu yake ni mbovu. Mbona kama kuna mchezo hapo unachezwa chini ya carpet? Kweli? Hapana. Itabidi nirudi kwa Janet, rafiki yake. Inawezekana kuna kitu anakijua, labda ananificha. Hapana. Itabidi kwa Janet. Eliza, umeenda wapi shoga yangu? Hata kuniaga? Wewe ni kuondoka bila kuaga kweli? Unamtesa kaka yako hivi? Shida kuolewa tu. Ama kweli upele umeota asiye na kucha. Ndio huyo shoga yangu mie Eliza. Kimbia kuolewa, jambo la heri kabisa. Sijui atakuwa wapi sasa. Kakake anahangaika, anapendwa na kaka yake, shogangu hapendeki. Maisha haya.
si apewe nini shoga yangu yule. Jamani. Sasa atakuwa wapi jamani? Ulifanikiwa kuongea na Eliza? Ndiyo. Eliza niliongea naye. Hapana. Sijaongea na Eliza tangu jana. Nilivyoongea naye jana ndio ilikuwa mara ya mwisho. Sijaongea naye tena. Na hapa mimi pia nipo namtafuta. Labda kusikia hivi kwa mashoga zake, ndugu zake wa karibu. Hujapata taarifa yoyote? Hapana, sijasikia. Ni sawa, lakini naomba nikuombe kitu kimoja. Kama utapata taarifa yake yoyote au kasikia yuko sehemu yote au kafanikiwa kuongea naye kwenye simu, tafadhali naomba unifahamishe. Usisite kunijulisha. Sawa. Okay. Uwe na siku njema. Sawa. Sitanisikia. Sijui. Wahenga wanasema mficha maradhi kifo hujimbua. Unamaanisha nini kusema hivyo? Ni wiki sasa toka Eliza apotee, hajarudi mpaka sasa hivi. Kaka, unayasema ya kweli? Na ukimya wote huu mimi nikajua Eliza kasharudi. Hata siamini. Ukimya uliopita katikati sio kwamba Eliza karudi, ila tu ni kwamba nilikuwa namtafuta Eliza, lakini safari ya kumtafuta bado haijafanikiwa kuzaa matunda. Kaka, mimi Eliza ni rafiki yangu sana, ni rafiki yangu sana, lakini kuhusu swala la kuondoka Eliza mimi hajaniambia. Sijui chochote kuhusu kutoka kwa Eliza. Mimi pia nikimpigia simu zake hapatikani kaka. Kwa hiyo mimi sijui chochote kuhusu Eliza. Na kwa nini nijue halafu nikufiche? Hapana, mimi sijui chochote kaka. Siwezi kukuficha. Najua wewe na Eliza ni marafiki sana, tena zaidi ya sana. Sina hakika kama Eliza alikoenda hajakwambia. Kama huenda alifika, alikoenda hakukwambia, lakini alipofika amekwambia alipo. Kwa nina 80% au 90 ya wewe kujua kwamba Eliza yuko wapi. Sijui chochote kuhusu Eliza kaka, nielewe. Labda nikuulize jambo fulani. Janet, unafurahia mimi nikiwa ninahangaika kama mbwa aliyokata kamba? Unafurahia mimi nikiwa ninazurura, sio kuhangaika tu, kuzurura mara nyingi, mara nyingi, ile hali ya mimi kuzurura unafurahia? Kwa nini mnataka kuniumiza akili? Kwa nini mnataka kunitesa? Yaani nisikae kufanya vitu vyangu vya maana na vya msingi, nikae niwe na wawaza nyinyi tu, niwe na wafikiria nyinyi tu. Mnanichukuliaje? Mnanionaje? Nataka uniambie Eliza yuko wapi? Mimi sijui kaka, ningekwambia. Usicheze na akili yangu. Siko hapa kwa ajili ya kucheza na wewe. Kabisa. Nataka uniambie Eliza yuko wapi? Yaani hapa sijaja kuonyesha, sijaja kwenye maonyesho. Lati ungejua ninavyohangaika kumtafuta huyo ndugu yako, huyo shoga yako.
Nahisi ungenielewa. Ila tu ninachotaka uniambie Eliza yuko wapi. Unajua ni changamoto gani ninazopitia kwenye maisha yangu kuhusu hiyo Eliza? Unajua ni mangapi mimi nahangaika kwa ajili yake? Unajua ni vingapi mimi vinani? Hapo fitani. Nataka uniambie Eliza yuko wapi. Naona huna jibu. Na ukimya huu unamaanisha ni kweli zaidi unajua Eliza yuko wapi. Sasa nakuachia homework wetu. Ukiweza nifuate mwenyewe kuniambia Eliza yuko wapi. La sivyo utakaponiona tena utanijua upande wangu wa pili.